maisha bila Yesu huwezi ukashinda dhambi. Bila Yesu utaishinda maisha? Hapana, lazima Yesu mpokee. Lazima uishi maisha matakatifu. Ukimkosa Yesu umekosa vyote. Utaishije maisha ya kufanya uzinzi kila siku? Utaishije maisha ya kutoka kwa ndoa yako? Utaishije maisha ya kutoa watoto wako kafara? Utaishije maisha ya kufanya uzinifu? Wewe ni kijana mzuri ambao unaweza kujisimamia. Inakuaje sasa kila siku unafanya uzinzi? Inakuaje sasa unafanya vitu vihogo? Unamchukiza Mungu. Utamchukiza Mungu hadi lini? Unafikiri hiyo njoni itakuwa ni sahihi? Achana na hiyo njoni. Haikufikishi sehemu yote. Acha uzinzi. Mpate Yesu Kristo. Acha kurukaruka. Acha kurukaruka. Kwa maana wengine wanajifanya kama bidhaa. Atakaye kuja na 200, haya tayari ndio hiyo twende. Atakaye kuja na ngapi hapo. Wewe nakwambia acha uzinzi, acha uzinifu. Kaa nyumbani mtafute Mungu. Acha mambo ya hovyo. Tafute Kristo. Yesu Kristo ndiye uzima wako. Ukimwacha Kristo umekosa vyote. Ukimwacha Kristo katika maisha yako unaandikiwa zero katika maisha yako. Kwa sababu mtu asiyekuwa na Yesu Kristo huyo huhesabika si kitu. Na sasa utaendaje mbinguni bila Kristo? Yesu Kristo anasema yeye ndio njia ya kweli. Usipokuwa na Yesu Kristo huwezi ukaenda mbinguni. Maana yako utasikia yeye mwenyewe anasema ametangulia kwenda kutuandalia makao. Ametangulia kwenda kuandalia makao. Maana yake hata tunapoenda kwa starehe lazima starehe fanywe maandalizi. Maana yake aliyeenda kutuandalia yupo. Na yake ndio huyo atakukaribisha. Atuambia sasa wanangu karibuni sasa tufurahi. Wewe usiyekuwa na Yesu unaona maisha ya uzinifu ndio umeyapatia. Umeona maisha ya umbea ndio umeyapatia. Unaona maisha ya kusengenya ndoa za watu ndio umeyapatia. Unaona maisha ya kusema wenzako ndio umeyapatia. Unaona maisha ya kuongopea wenzako ndio umeona hapa ndio unyama. Kwa sababu mtu mwingine hawezi kuishi bila kila siku bila kuchonganisha mtu na mtu. Ani apate amani. Anakuambia angalau ngoja leo niende kwenye kikomo huku. Nenda kumsema mama nani, nenda kumsema baba nani, amefanya hiki. Wewe ni mbea. Acha umbea, mfuate Kristo. Haleluya, tuasingiziwa. Wewe ni wokovu. Ndio maana mimi kila siku nikisema na neno yangu sio ya kwangu ni ya Yesu Kristo. Ndio maana siangaliagi sura, siangalie. Ndio maana nakwambia kabisa, wewe ni tajiri, utajiri ni wako. Wewe ni maskini, umaskini ni wako. Ninachokizungumza nazungumza habari za Yesu. Usiniambie mimi sina gari, mimi sina nini. Zati hao ni mambo ya kawaida. Unafikiri tena? Mimi ninachomtangaza ni Kristo. Kristo katika maisha yako si kitu. Wengine kila siku kwa sababu anamchukia kila siku. Akienda anataka kuchukia, anafanya hivi kuchukia. Kumbe watu kusemana, anatamani watu walio kwenye ndoa achane ndoa yake. Akimwona mama fulani amekaa na ndoa yake kwa amani, anaenda kutafuta kakesi. Anaenda kuwaofisha watu ndani mangumi. Akimwona mama fulani amekuwa na kinundo ndio anafurahi. Wewe ni wakala wa kuzimu. Shetani kabisa unayeonekana. Usije ukasema kwamba sasa pepo inaonekanaje? Wewe ndio pepo wa kwanza ambao umechonganisha ndoa ya watu. Wakatundana mangumi, wakatona manundu. Wewe ndio shetani wa kwanza utafuta na fulani. Unaambiwa pokea Kristo. Unaanza kujingatangata. Sasa mimi nitamwachaje huyu si baby sasa atafanyaje? Mwache. Baby ukifa unafikiria ataenda na wewe. Lakini mkiwa hai, baby mimi siwezi kukuacha. Kufa sasa afu unanuka kama utakwambia baby mimi siwezi kukuacha. Nitakuzika na wewe. Hakuna hicho. Sina na anakubembeleza wakati ukiwa hai. Ukishakufa, amwambie baby sasa twende, sino mimi nimekufa, twende wote, sino tunapendana. Anakuambia nenda peke yako, wewe ndio umekufa. Umekufaje sasa? Umekufa upande wa giza, umeenda mwenyewe kuzimu. Baby wako amekuacha. Yeye anatumia akili. Funguka akili. Hii sio akili ya kwenda darasani. Hii sio akili ya kwenda primary shule ya msingi kufundishwa. Hii ni akili yako, kila mtu anayo. Funguka. Acha ujinga. Mtu anakudanganya kufanya vitu vya uzinifu. Anakuambia
unayetoka kwa ndoa yako si ndio moja tu mara moja, maana watu wengi wanasemaga hivyo. Haya, hakuna shida. Unakubali kumsaliti mume wako, unakubali kumsaliti mke wako kwa siku moja, hiyo siku ndio hesabu yako inatolewa. Wewe unayetoka kwa ndoa, unayetoka kwa mji wako, unafanya vitu vihovyo, unapendehesha, unatukanisha watu, unafanya watu wakumbane kila siku, unafanya wizi, unavuta sigara, unajifanya mimi bila pombe si bila kuvuta sigara siwezi kabisa. Wewe acha wenge. Ukiwa tumboni mwa mama yako ulikuwa niambia kama ulikuwa unavuta sigara. Tangu ukiwa tumboni mwa mama yako ulikuwa unavuta sigara. Sio sigara unaikuta. Acha hivyo vitu tutaki dunia. Acha mfuate Kristo. Yesu Kristo. Tangu ukiwa tumboni mwa mama yako yeye alikuwa pamoja naye. Ndio maana alikujua. Sigara haikujua. Sigara umeikuta kudanganya wenzako kwa sababu umeungana vikundi vya kijinga vya kuvuta sigara, vikundi vya wizi, vikakupika maneno ukakubali ukajaa kwenye mfumo. Na ukaonja, unasema onja kidogo ndio unapotea sana. Nakwambia mgeukie Yesu maisha yako. Mpe Yesu maisha yako. Usipompa Yesu hakika usipompa Yesu maisha yako hakika Mungu utaisikia. Haijalishi wewe ni nani, haijalishi watu kwenye kijiji chenu wanakuitaje, haijalishi wakikuona wanakukimbilia na kusafisha kiatu, haijalishi wakikuona wanatamani wakubebe. Kumbuka wanabeba kitu kilichokufa, wanabeba maiti. Wakati wako ukifika unaondoka. Wewe utakuwa ukikosa Kristo ni maiti unaotembea. Kwa sababu umekufa, unaonekana unaishi lakini umeshakufa. Kwa sababu huna Yesu. Sasa ukifa utaenda wapi sasa? Sio njia na moja kwa moja. Wewe ni kama maiti kaliko ukifa. Kwa hiyo ukijiona tu mimi sijampokea Yesu, kwa mimi ni kama maiti kaliko ukifa, ngoja nitembee tu. Kwa hiyo sasa ukopa na Yesu maisha ya nini hayo? Utani ulijiulize mwenyewe, nitaondokaje hapa duniani? Kwanza nimefanya vitu vingapi? Ukijiuliza, uzinzi umepata faida gani? Yes. Umeona sasa umefanya uzinzi umepata nini? Badala yake kama ni binti ndio unashangaa, unapata mimba, unaenda nyumbani, wewe ni mtoto, alafu unampelekea mama tena mtoto. Kwa mtoto juu ya mtoto. Wewe. Kwanza bakora toka, acha uzinzi. Unajifanya unasema si mimi sifanyaje. Wewe ni binti huko nyumbani kwenu. Unasema mimi yani mtoto nyumbani pale mtoto. Umepata mtoto, umepigwa mimba, unaenda nyumbani kwa sababu unapopata mimba tu anakuambia mimi sikujui. Lakini pale ulikuwa na mimba anakujua na kuita baby si haisi fanyaje. Umepata mimba mimi sio baby nenda kule. Umekuwa mpaka na umekuwa kinyesi tena kwa sababu unanuka. Alichokuwa anakitafuta ni kuhebia hatima yako tu basi. Kwa nini usimpe Yesu maisha? Au maisha utaishi hadi lini? Ukimpa Yesu maisha, Yesu ndiye atakusafisha. Yesu atakupa maisha. Utaishi maisha kama Yesu. Acha kama dunia. Yesu maisha. Sikia sauti ya mtoto wa mwenye milima. Sikiliza sauti ya mtoto wa mwenye milima. Acha dhambi, mpe Yesu maisha yako. Wewe mama, mpe Yesu maisha yako. Wapo wengine wanaua watoto ili wapate mali. Wapo wengine wanatoa kafara wazazi wao ili wapate mali. Unafikiri hizo mali zinakupeleka wapi? Hizo mali kila siku unaambiwa unalala nyanyuka. Sasa nyoka wa nini? Unasema mali upate amani. Sasa kwa nini umepata mali zako hapo unalala nyoka? Mali gani za sheria hizo? Mpe Yesu maisha. Yesu atakupa amani. Yesu atakupa kila kitu. Mali zako utakaa nazo kwa amani. Yesu maisha. Sauti ya mtoto wa mwenye milima. Acha uzinzi, acha usherati. Mpe Yesu maisha. Acha maisha
sikiliza. Ukiamua kuokoka okoka. Kama hutaki kuokoka acha. Usiende kanisani kufanya maigizo. Unaenda kanisani unafanya uzinzi. Unaenda kanisani umebebelea irisi. Unaenda kanisani unasema kuna mtaalamu. Mtaalamu gani? Yeye mwenyewe mtaalamu anapoisikia hii sauti. Anajua hii sauti ya nani? Ni ya Yesu Kristo, anayeheshimu hata kuzungumza tu. Anakuambia siwezi, huyu ni mtu mwingine. Huyu ni Mungu. Unaona, ukiwa kwa Yesu kila kitu kinakuwa chepesi. Mtu mwingine analala anaogopa si wachawi watakuja. Sasa wachawi ukiwa na Yesu unapiga tu guti. Amen. Karibu kwa Yesu. Kijana karibu kwa Yesu. Baba karibu kwa Yesu. Watoto karibu kwa Yesu. Kuna amani, kuna furaha. We mama, we baba, ndoa yako itakuwa na amani. Ukimpokea Yesu, unapata pale tunapata kuna familia yenye upendo. Sio familia imeona mwanzoni kwa miezi miwili inaita baby. Ikifika kule baada ya mwaka mmoja anaitwa baby, wewe anabadilika anakuwa mbwa. Anakuwa maisha. Hadi baby aliyekuwa anaitwa baby hani na kuona kwenye klasi. Sasa hivi haumuoni tena kwenye klasi anamuona mbwa. Au maisha nini? Ukipa Yesu maisha utaendelea kuonekana ule. Kama alikuwa anakuita si baby ndio utaendelea hivyo hadi nakupa baby. Hadi unaondoka na baby umeniacha. Kwa sababu upo ndani ya Yesu. Lakini maana mkiacha Yesu, maana yake umeipata mauti. Umekufa sasa, atakuitaje baby wakati anakuona wewe ni maiti? Atakuitaje baby? Atakuitaje hadi wakati umekufa? Anasema nikimuita huyu baby, mbona sio baby? Hii ni maiti iliyokufa lakini inatembea. Bwana anaogopa kuita baby. Anakuona wewe mbwa njoo hapa nete hiki. Wakati ilikuwa anakuita baby kitu fanyeje na msiani kabisa. Lakini sasa hivi anakuambia mimi siji huko. Kwa sababu ni maiti inaotembea. Lakini ukimpa Yesu maisha hayo yote anakupumzisha. Achana wachawi, acha uganga. Uganga kwanza nisi ndio anakupatia mzigo. Wengine anasaga mikatu, wengine hadi ni wanaumia kabisa na shanga. Wengine wanaenda kwa waganga wanakula mavi ya mbwa. Wanachanganya mavi ya mbwa wanafanya. Umepewa na mtaalamu wa mavi ya mbwa. Wewe una akili zako. Wewe mtoto wangu nakufanya utakuwa kwanza darasani. Mwenyewe mganga hajasoma shule, haijui hata. Anaapa anamwambia kwamba mtoto wako atamwambia wa kwanza. Yeye amevijulia watu. Darasani anakuambia acha huo, funguka wewe mama. Wewe baba funguka akili yako. Hii sio akili ya kwenda darasani, ni akili tu ya kuelewa. Hata mtoto anaelewa. Haitaji kwenda darasani. Wewe kweli eti nataka kuwa wa kwanza. Panga simu na kuchinja tunakumekuwa kuku. Unakuta mwili watu umechinjwa chale kama kuku. Basi kama ni kuku basi chinjwa afu uliwe. Ndio. Maana wengine sasa unaenda kila siku chwa na kuchinja chale. Nini umekuwa kuku? Acha hayo maisha. Utaishi maisha ya mateso hadi lini? Mpe Yesu maisha, ukishampa tu Yesu. Unaishi kwa amani kabisa na familia yako. Kama ulikuwa Amua mwenyewe. Ndani ya moyo wako, usiangalie rafiki yako anasemaje. Usiangalie moyo wako anasemaje. Kwa sababu ukisha kwa Yesu maisha umekuwa